Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana kwa furaha kubwa. Mungu wa mbingu awabariki waimbaji wetu kwa mchana wa leo. Tunafika muda mzuri ya kusema karibu kwa wale wote ambao wanakuja nyuma na tulishakaribisha, lakini tunamkaribisha Frere Mathieu kama yuko mahali hapa asimame asalimie watoto wa Bwana. Frere Mathieu asimame. Shangilia, 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 shangilia. Karibu sana na Mungu wa mbingu akubariki kwa kufika ndani ya hekalu kwa mchana wa leo. Hapa ni Samaria International Pentecostal Church, haupotee address. Ujisikie uhuru. Tunafika muda mzuri, yani na sisi tunachoka kwa kuketi. Kanisa nzima tusimame. Kanisa nzima tusimame, tuchukue Biblia zetu, tusome Zaburi ya 115 mstari yake ya 3 hadi 6. Nyuma ya kusoma tunasikia Pastor Mugaruka atuweke mbele za Mungu, na wale ambao wanasimamia kipindi ya kusifu na kuabudu wakikaribia mahali hapa. Karibu kwa msomaji mzuri. Zaburi 150 3 jusqu'à 6. Kwa uvumo wa baragumu, musifu kwa kinanda na kinumbi, musifu kwa matari na kucheza, musifu kwa nzenze na filimbi, musifu kwa matowazi yanayolia, musifu kwa matowazi yanayolia sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya, amen. Baba uliye juu, mtakatifu, mtakatifu, tunasema asante kwa ulinzi na ukingo na upendo wako wa ajabu ambao ulianza pamoja na sisi. Vipindi vyote tumeshukuru Mungu, na ndiyo maana kwa muda na wakati tumeufikia ni muda ambao tumejisikia ili kwamba tukusifu na kukuabudu, tukurudishie sifa na heshima na utukufu. Kwa muda huu naombea kipindi hiki, onekana kwa nzenze, onekana kwa ngoma, kwa firimbi. Bariki kila mtu atakayetingiza miguu yake miwili, atakaye kutukuza kwa mikono miwili, atakaye kutukuza kwa kinywa chake, akikusifu na kukuabudu, akikuchezea katika haki na kweli. Mbingu zifunguliwe, uone kanisa hili, uone baba, mama, kijana, msichana, kila mtu atakaye kusifu siku ya leo asingerudi na unameingia, lakini arudia kibadilishwa na wewe. Naamini muda na wakati shetani, wachawi, waloza wanafuraha, lakini kwa uwezo na mamlaka uliyotupea tunavunja mikataba yote, tunaharibu mipango yote iliyo kinyume ya mapenzi yako ambayo yamepangwa kwa wiki, ili siku ya leo sitembee katika mapenzi yako. Tunaharibu na kunetralize katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Naamini Bwana, tulikutanguliza kwa mwanzo, na sasa tumekaribisha uwepo wa mbingu, wa malaika wazunguke kanisa. Roho Mtakatifu uliye mgawa ndani mwetu atutumie kwa mwanzo hadi mwisho, kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunafika muda mzuri ya kwenda kumsifu Bwana. Kila mwananekala angishimama tu, sababu ni muda mzuri ya kumsifu Bwana Yesu. Baba namuna gani we, Baba namuna gani we, Baba namuna gani, owe namuna gani we, hima Baba, namuna gani, Baba owe namuna gani, oh hima Baba, Baba
Imba Baba, namna gani? Tutakuimbia namna gani wewe, tutakuchezea namna gani wewe Baba, namna gani wewe, namna gani imba Baba, namna gani? Baba, oh imba Baba, Baba, oh imba Baba, Baba, oh imba Baba, Hallelujah.
leo Baba, uko mwema ikiwa tunaishi leo Baba, uko mwema ikiwa jinsi mimi nilivyo leo Baba yangu uko mwema ikiwa tunaishi leo Baba, ikiwa jinsi nilivyo leo Baba, wewe kweli Baba uko mwema ikiwa tunaishi leo Baba, ikiwa ninaishi leo Baba, ni kwa neema yako ikiwa tunaishi leo Baba, uko mwema Baba, uko mwema kweli, uko mwema kweli, uko mwema kweli, uko mwema Yesu, uko mwema
Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Unitegee sikio lako Bwana katika maombi yangu. Bwana nakuomba, imba Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na haki. Unitegee sikio lako Bwana katika maombi yangu. Bwana nakuomba, imba Bwana, Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli. Unitegee sikio lako Bwana katika maombi yangu. Bwana nakuomba, ninakutumainia wewe ili nisiaibike milele. Ninakutumainia wewe ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushinda kwangu. Bwana, katika kuomba, adui zangu wasifurahie kushinda kwangu. neema yako katika kusali kwetu, Adui zangu wasifurahie kushinda kwangu. katika maombi yetu, Adui zangu wasifurahie kushinda kwangu. Bwana, katika kuimba, adui zangu wasifurahie kushinda kwangu. katika shughuli la huduma Yesu. Bwana, Bwana
katika kuishi kwako. Adui zangu wasifurahie kushinda kwangu, Bwana. Ni kwa neema Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka 13 tunasoma katika jina la Yesu. Yesu akatoka hekaluni akakwenda zake, wanafunzi wake wakamkwendea kumwonyesha majengo ya hekalu, lakini akajibu na kuwaambia, hamuoni maneno haya yote? Kweli ninawaambia ninyi, Yes. halitabaki jiwe juu ya jiwe pasipo kubomolewa. Na wakati alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamkwendea peke yao wakisema, utuambie maneno haya yote yatakuwa wakati gani, na nini alama ya kuja kwake na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni msidanganywe na mtu, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Na mutasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msiogope, kwani sherti maneno haya yatimie, lakini mwisho mwenyewe haujakuja bado. Maana taifa litapigana na taifa, na falme kupigana na falme. Yatakuwa njaa na matetemeko ya nchi kwa pahali mbalimbali, lakini maneno haya yote ni mwanzo wa uchungu. Halafu watawatoa ninyi kuteswa na kuwaua ninyi, na mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Halafu watu wengi watakwaa na watatoana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watasimama na kudanganya watu wengi. Na kwa sababu uovu utaongezeka, mapendo ya watu wengi yatapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ataokolewa. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza, tunashuka kidogo, inasema, lakini utafahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na kushukuru, wasio safi, wasiopenda wenzao, wasiotaka kusamehe, washitaki wa uongo, wasingiziaji, wakali, wasiopenda mema, wadanganyifu, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa kuogopa Mungu, lakini wakikana nguvu zake Mungu. Nao kwa sababu lakini wakikana nguvu zake Mungu, ujiepushe nao. Ni neno la Mungu. Tukae. Tunashukuru Mungu kuwa hapa kwa ajili ya neno hili, na kwa kweli usiku kama vile mchana tunahubiri habari la Mungu, habari njema ya ufalme wa Kristo, na atakaye kuwa na sikio asikie neno Roho anaambia makanisa. Watu wanadanganyika, wanaenda huku na kule, wanakimbia, wanajidanganya wewe peke yao, lakini mjue ya kwamba maneno aliyoisema Kristo sherti yatimie.
Neno hili ambalo nataka nikufunze asubuhi ya leo linasema, kumbuka dalili alizozisema Kristo za mwisho wa dunia sharti zimetimia. Unapokuwa kanisani, uko mama, uko baba, kijana, msichana, mvulana, pia mtoto mdogo, mwimbaji, mtumishi wa Mungu, ujue ya kwamba yale Kristo aliyoyasema yametimia. Unapoimba na unachukia wenzako, ujue ya kwamba dunia inaenda. Unapoingia kwenye madhabahu unaimba na unajua ni kweli mimi natumiaka pombe, hukumu ya Kristo inakuja. Unapoimba wewe ni kahaba, uko ndani ya nyumba yako kahaba, uko ndani ya watumishi, lakini wewe haueleweki, ujue ya kwamba Kristo iko mlangoni. Tesa mwenzako gisi unataka, umsumbue mpaka agonjwe tansio, lakini ujue ya kwamba iko mwisho, utajuta. Onea wenzako, sumbua tu gisi unataka, jifurahisha vile unataka, vaa vitengi vile unataka, nguo mazuri sana, angalia, nunua magari, lakini ujue ya kwamba iko mwisho yako, utajuta. Kristo alivyoisema yako mlangoni. Yesu akakuwa iko anahubiri. Walipotoka ndani ya hekalu, wanafunzi wakatoka nje, wakamwonyesha, akasema, angalia jengo hili la hekalu. Sababu wao walikuwa wanaona majengo, wanaona kama hapa kwa dunia hii inatosha. Kama vile uko naona majengo haya, magari mazuri, nyumba za etaje, magorofa, nguo nzuri, kazi nzuri, unastarehe vizuri, unafanya vyenye unataka vizuri, unaona kama vile mwisho haitakuwaka, lakini ujue ya kwamba mwisho ya kila kitu iko. Wewe jivuna gisi unataka, vunja mfupa vile unataka, lakini ujue ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Akamwonyesha majengo. Yesu akakuja akawaambia, hakika nawaambia, hakutabakia kajiwe juu ya jiwe lingine pasipo kubomolewa. Ninapoangalia hapa, ninakuta kumbe yote tunayoyafanya ni ubatili. Uwe mwaminifu, kwa sababu yote tunayoyafanya itakuwa na mwisho wake, lakini neno la Mungu halitakuwa na mwisho. Utakaposhinda yote duniani, utakaa milele na Bwana na utafurahia wokovu uliovumilia nao na ulioichunga. Walipoambia vile hakuna jiwe litabaki juu ya jiwe lingine, wakamwacha. Yesu akapanda akaenda kwenye mlima wa Mizeituni. Alipokuwa kwenye mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamkuta faragani, wakakaa pamoja na Kristo, wakaanza kumuuliza, maneno haya utuambie lini yatakayotokea na wakati gani utakuja, na nini itatuonyesha ya kwamba wewe huko mlangoni unakuja? Yesu akakaa na wanafunzi akaanza kuwaambia, hakika ninawaambia ya kwamba mutakapoona watu kuanza kuchukiana wao kwa wao, mjue ya kwamba mwisho itakuwa. Kutafika muda watu watakimbia imani, wanatoka kanisani. Ulikuwa muimbaji, uko nakimbia, unaacha uimbaji. Wengine wanakuwa watumishi, wakati wa ibada hawataonekana. Watu watakuwa watu ambao hawaeleweke, mjue ya kwamba niko nakuja. Aseme kutakuwa matetezi ya vita.
Kama vile tuko tunaona leo Kongo watu wanakufa, Ukraine unasikia kifo, South Sudan unasikia, unaangalia Gaza watu wanakufa wanaisha. Aliyoyasema Kristo yametimia. Akawaambia mtasikia matetesi ya vita, falme zitatoka na kupigana na falme zingine, taifa litatoka na kupigana na taifa lingine. Leo tuko tunaona mtu ukienda tu Kongo kama uko nasema rerere batakuchinja. Tuko tunaona damu zinaruka, watu wanakufa zaidi, mtu yuko anachinja mwenzake pasipo huruma. Watu walishaanza kuuana sana, maafa yamezidi, dunia imechanganyikiwa. Mpendwa, tutaenda wapi? Alilosema Kristo limeanza kutimia. Anayesoma maandiko na fahamu neno hili. Yesu akasema njaa itakuwa mingi. Zamani chakula ilikuwaka, watu walikuwa wanakula, wanajenga, hakuna mtu mwenye alikuwa anaogopa mwingine. Ukilima mavuno yataonekana, chakula itaonekana, mtoto akaenda kwa mwenzako atalala kule watamshughulikia. Lakini ubaya imekuwa mingi kwa sababu tumeishi katika karne ya mwisho. Kufumba na kufumbua, Kristo yuko mlangoni. Kanisa, ufanye yako yote yenye unataka, lakini ujue ya kwamba iko siku utajuta kuzaliwa kama hausikie Injili. Mbele ya moto hakuna mstaarabu, mbele ya moto hakuna mwenyiko na nguvu. Lakini ujue ya kwamba unapoacha uvumilie mpaka mwisho, utaokolewa na utaingia katika ufalme wa Mungu. Paulo anaandikia Timotheo. Kiangalia Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza nishuka pale. Anamwambia mwanangu Timotheo, lakini ufahamu neno hili ambalo ninakuambia, siku za mwisho itakuwa nyakati za hatari. Kwa sababu watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Watu watajisifu. Leo uko naambia mtu anakuambia niko busy, niko kipeni. Leo ndio naona watu, zamani watu walikuwa wanaingia kanisani kukimbia sana wasichelewe kanisa. Maombi kefika unakimbia, haujali na vyenyewe tabakia nyuma, unaingia kanisani. Lakini leo haiko tena. Imani za watu wengi zimepoa. Watu wameanza kujisifu wenyewe. Pahali ya kusikia neno naanza matusi. Utaenda wapi? Utakuwa wanani? Yote tunayoyaona hapa duniani itapita. Hata na wewe peke yako ni mvuke. Mara mingi nazoea kusema ya kwamba hizi makichwa zote, sisi sote tunavyokuwa hapa ni kaburi za kesho. Nani atakaye simama mbele ya hukumu wa Bwana? Nani atakaye simama mbele ya hasira ya Kristo? Nani atakaye simama mbele ya hukumu wa Bwana? Nani atakaye simama mbele ya hukumu wa Bwana? Kristo akikuja utaenda wapi? Unaweza kuwa kanisani tunaishi pamoja, tunaangaliana, lakini hukumu itakapokuja watu wengi watalia. Kiu nayo watakuletea hata utumie, unakimbia, unasema sina haja na haya. Mateso yatakuwa mengi. Pendwa msikilizaji, dumu katika kuomba Mungu. Imani ya msingi ilienda wapi? Ulikuwa wa kwanza katika hekalu, umekuwa nini? Ulikuwa wa kwanza kuhubiri, ulienda wapi? Ulikuwa ndani ya kwaya, ulishaka ikala. Nani aliyekuloga? Mbona ulianza kwa roho? Mbona unataka kumaliza kwa mwili?
Je, utakuwa na nguvu za kuvumilia mateso ambayo yanayokuja? Je, utakuwa na uvuvi ya kuwa namna gani kama hivi huko? Uvivu mpaka siku gani? Uvivu mpaka siku gani? Uvivu mpaka siku gani? Kanisa, tunalalamika asubuhi kama vile mchana. Kristo atakapokuja, wewe utaenda wapi? Kristo atakapokuja, je, utasema haukusikia habari za Kristo? Je, utasema haukuhubiriwa? Maneno yanaenda kwenye mitandao, maneno yanaenda kwenye maredio. Je, utasema nini mpendwa? Watu watakuwa wenye kujivuna. Aseme watu watakuwa wenye hawapendi wa kwao. Leo tunayaona, ulizaliwa na mtu lakini mlishakachukiana. Uliishi na mtu lakini mlishakaachana. Hata unapita mtu anakuchukia tu kwa bure. Watu wanaanza kuuana. Familia kwingine wanamalizana. Upendo umeisha. Tunachunga nini? Kristo yuko mlangoni wapendwa. Kristo yuko mlangoni. Mtumishi wa Mungu anasema, sauti ya Bwana aliyo nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Kanisa, yanyosheni mapito yake, kwa sababu Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Oh, Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni kanisa. Yesu yuko mlangoni. Tengenezeni njia ya Bwana. Nyosha mapito yake. Tengeneza kazi ya Bwana. Mwimbaji, simama kwa zamu yako. Mhubiri, simama kwa nguvu. Kiwa wewe ni shemasi, simama kwa nguvu. Mpiga nzenze, fanya kazi kwa bidii. Yesu yuko mlangoni, na kila kitu unachokifanya kitakusaidia kufikisha katika ufalme wa Mungu. Unapokuwa hapa utabakia historia. Maisha yako keisha leo, utaenda kwa nani? Kristo akipiga mlango sahihi, utaenda wapi? Mbona haueleweke? Mbona haueleweke? Mbona haueleweke? Mbona haueleweki? Mbona haueleweki? Leo kanisa imekuwa kama vilavu vya pombe. Watu wanaingia kanisa kama vile wanaweza ingia kunganda. Watu wanakamata kanisa kama biashara. Wengine wanahubiri kusudi wapate pesa. Wengine wanafanya huduma watolewe misaada. Wengine kama hawatie viti vya mbele hawatamtumikia Mungu. Acha nikwambie ya kwamba Kristo yuko mlangoni, na Biblia inasema ya kwamba heri mwisho mzuri kuliko mwanzo, na heri moyo mwema, na sababu aliye na moyo mwema ndiye atamuona Bwana. Hautaleta masuruali nzuri, hautaleta viato vizuri, hautaleta manguo mazuri, hautaleta maduka unayo, hautaleta magari unayo, hautaleta pesa unayo, lakini Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Biblia inasema ya kwamba siku hizi kuna watu ambao wanajifanya kama wanampenda Mungu, lakini wanakana nguvu za Mungu. Lakini mpendwa, unayesoma Biblia, ujiepushe nao. Wakati mgumu tunayoyafika, tunatangaza habari hii. Mungu iko anaona mbinguni, tunayoyashughulika nayo. Hata wewe unaye tuangalia kwenye mtandao, ujue ya kwamba kila unachokifanya ni mbegu. Pia wewe unaye kuwa hapa live pamoja na mimi,
Kila unachokifanya ni mbegu. Njoo muda watu wanakimbia imani, nakimbia kanisa, na unatangaza hata mafundisho, watu wanaenda hawajali. Unajua iko siku hakuna wakati ya kutumika tena kazi. Iko siku. Shida kwa wewe ambao umesikia neno. Na mwisho wa dunia itakuwaje? Utakaposikia kuna chapa za mnyama, hautaenda tena sokoni. Tena Biblia inasema ya kwamba itakuwa vigumu mtu kujiokoa kwa damu yake mwenyewe. Ndio wakati Paulo alikuwa anafanya huduma, watu wanakimbia, wanaenda. Patia mtumishi wa Mungu mikrofoni atusomee. Watu wanaenda, wanamuacha. Ndio wakati mgumu hii. Tusimame na Kristo, tusimame na Injili, tusimame na neno, tusimame. Aliyekuwa na njia mbaya aache njia mbaya, aliyekuwa na matatizo na mwenzake, tengenezeni wapendwa, tengenezeni njia Bwana. Timotheo wa pili sura yake ya 4 mstari wa 9 mpaka 13. Hapa ngako tunasoma Biblia inasema, inamaanisha kama mwa hii wakati tulipo sasa, watu ambao Paulo alikuwa pamoja na wao, anaandikia Timotheo, anamwambia nini? Jaribu sana kuja kwangu upesi. Kuja kwangu upesi. Maana Dema aliniacha. Angalia, kuna watumishi wengine Paulo alikuwa anatumika nao, wakamwacha, wakajiendea. Lakini ukisoma unasikia Paulo kwa mwisho wake alisema, nilipiga vita vyema, imani nimeilinda, sasa natarajia ufalme wa Mungu. Alisema, akaandikia Timotheo akasema, jaribu sana wewe kuja kwangu, kwa sababu Dema amefanya nini? Maana Dema aliniacha. Nilikuwa natumika naye hapa, ameniacha. Akiwa amependa dunia. Yeye ameona hii kazi ya Injili tunafanya, ajali, akapenda dunia, akaenda. Dunia hii ya sasa. Ndiyo. Na alikwenda hata Thesalonika. Akaenda mpaka Thesalonika. Kreske kwa Galatia. Kriste naye nilikuwa naye akachomoka akaenda Galatia. Tito amekwenda Dalmatia. Tito naye alishajiendea Dalmatia. Luka peke yake ni hapa. Njoo mwenyewe nimebakia tu naye hapa. Ni hapa pamoja nami. Njoo mwenyewe nimebakia naye hapa peke yangu naye. Utwae Marko. Sikiliza. Kuko wakati kazi ya Kristo inakuwa nguvu sana. Napoangalia nakumbuka kumbe wenzetu nao walifika mkipindi kingine ambacho kanisa za siku hizi ziko zinapitia ndani. Umlete nani Marko? Utwae Marko. Umlete pamoja nawe. Kwa sababu anafanya nini? Kwa sababu ananifaa kwa utumishi. Unaweza kukaa. Amen. Watumishi wa Mungu, waimbaji, wafanya kazi wa Kristo. Mwenye kazi anakuja, mwenye kanisa anakuja, atakukutana uko wapi? Wewe ulikuwa na huduma, ulishaka iacha, ukaenda wapi? Ushakaenda wapi? Ripoti gani utampatia Yesu? Pengine tunasikia hata na wengine wanasema nyinyi hamna makazi, njoo mnabakia kanisani. Iko siku utatafuta kanisa, hautaipata. Iko siku utatafuta kuokoka, haitawezekana tena. Uko mtumishi, uko na kunywa pombe, ole kwako. Uko muimbaji lakini ungali unapita mugiza, ole wako. Uko muombaji lakini haueleweke, ole wako.
Unasimama hapa, unaimba, watu wanafurahi. Hata unapotosha sauti, watu wanasema kweli mbingu zitafunguka, lakini kumbe unachua unaimbia kunini. Unaposikia sauti unasema ni mwimbaji. Yuko Mungu mbinguni, hasikia maombi yetu tunapoomba. Lakini sasa acha nikuulize, hii sauti unaimba, usiimbe kwa kupendeza mwanadamu, imba kwa kupendeza Mungu. Watu wakuchukie, Mungu akufurahie. Watu wakuache, lakini Mungu akuwe pamoja na wewe. Kwa nini unajitenga na upendo wa Kristo? Angalisho mpendo. Ugendo bawire bagaluko mu mirimo kandi ubadosi indi wabagikonje. Ogendo babwire bagaluko mu mirimo kandi ubadosi indi wabagikonje. Ogendo babwire bagaluko mu mirimo kandi ubadosi indi wabagikonje. Simame tuombe Mungu. Ikiwa unasikia ya kwamba utarudi kwa kazi, ikiwa umesikia ya kwamba kuna mahali ulipungukiwa na Bwana, utafanya hatua. Ikiwa unajua uko vizuri na Mungu na Kristo atakapokuja atakukuta uko sawa, utabaki kwenye viti. Sababu Mungu ni Mungu wa rehema. Huduma uliacha, ulikuwa unafanya kazi kanisani au ifanyake tena, ulikuwa unaeleweka au elewekake tena, unaweza kufanya hatua na Mungu atakusaidia sana. Wengi walikuwa wanakutegemea, ulikuwa na Antone nyimbo, ulikuwa mtu ambaye watu wanaangalia. Kazi ya Bwana ilisimama, na wewe unaweza kuwa na nguvu ya kufanya kazi. Maombi haufikake maombi juu ya bisababu. Wengine wanakimbia maombi. Ikiwa hauingiake mu maombi, hauingiake mu mapambazuko, hauingiake mu ibada za kanisa, sogea tuombe Mungu. Ikiwa unajua ya kwamba utaanza kutimiza sheria ya Bwana na kuingia katika ibada, uja tuombe Mungu. Ogendo babwire galuko mu mirimo kandi ubadosi ndi wabagikonje. Galuko mu mirimo kandi ubadosi indi wabagikonje. Ogendo babwire bagaluko mu mirimo kandi ubadosi indi wabagikonje. Ulikuwa muombaji, ulishaka ikala. Ulikuwa na ubiri yake tena. Ulikuwa unaonekana mvikundi ya wamama au kuyake tena. Ulishaka zaifuka na pengine unatukana na achi. Sogea tuombe Mungu pamoja. Kuna neema ya Kristo ambayo itakayoshuka kwa ajili yako. Kuna nguvu za Mungu ambazo zitakazobadilisha. Ikiwa na magumu itatoka. Ikiwa shida na umaskini ambaye imekukumba itatoka kwa jina la Yesu. Acha tuombe Mungu. Mungu wa neema, uliyeziumba mbingu na nchi, neno hili limeshuka kwa ajili ya kanisa hili. Zaidi wapendwa, unajua vile kazi yako yanayotembea ndani mwao, na mara moja Bwana, vile walivyoanza wewe unajua, na hivi wanavyofikia wewe unajua. Mungu tunakuomba wasaidie
uwarehemu, uwasaidie, uwarehemu, uwasaidie, uwarehemu. Bwana ubadilishe, badilisha nia zao, matatizo wanao yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Yale matatizo ambayo yaliacha, wanaacha kazi yako, yanasimama. Usilipishe risasi tena kwa ajili yao Bwana. Tunakuomba Mungu wasaidie, Jehova Jire, wafungue. Kuna wengine walivyofungwa na matatizo mbalimbali kwa ajili ya mambo ya roho. Bwana wa majeshi, naombea Mungu siku ya leo, wahurumie Bwana, wajalie neema na kuwasamehe kwa jina la Yesu. Amen. Kanisa tukae, neno hili libarikiwe kwenu na kwangu. Amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana.